Habari. Leo kutokana na watu wengi kutaka kujifunza fundi simu software. Kwa hiyo kushirikiana na timu ya Foursquare nimekuandalia kitabu ambacho unaweza kujifunza wewe mwenyewe ukiwa nyumbani na kompyuta yako na kitabu chako. Kitabu hiki kinahusu masuala ya fundi simu software, ambapo utaweza kulipia simu yoyote ya smartphone, tablet au simu za button. Kwa kitabu hichi kama unavyoona hiki hapa, hiki ndo kitabu chetu. Sasa unapopata kitabu hichi, cha kwanza unabidi uingie kwenye utangulizi hapa. Unaona, ni muhimu sana kusoma utangulizi kwa sababu ina vitu vingi ambavyo nimeelezea kuhusu fundi simu. Ndio kuna sawa unaweza kupata, lakini kabla ya kuanza kulipia simu yako hiyo ya smartphone, tablet au simu ya button, kwa hiyo ni muhimu zaidi usome utangulizi ambapo nimeeleza vitu ambavyo ni muhimu vya kuzingatia kabla kuanza kulipia simu yako. Cha kwanza kuna hii disable driver signature enforcement. Hii hapa ni muhimu sana, inabidi usome. Kwa hiyo unapopata kitabu, kwa hiyo utaweza kujisomea mwenyewe kwa rahisi zaidi. Kuna box ending. Hii ni muhimu sana, natakiwa kusoma. Kuna matatizo baadhi ya madogo ya box yako. Mfano labda umefungua miracle box, email button hazipo. Sasa kuna miracle box has stop working kama unavyoona. Kwa inabidi uingie kwenye utangulizi, usome muhimu, fungua kwenye muhimu hapo usome. Kuna box hapa ni utasoma pia. Alafu kuna hii hapa PDF ambayo nimeweka umuhimu pia, umuhimu zaidi kusoma. Kuna ukishafungua kwenye hapa case study hapa, kuna hii readme PDF ya readme. Muhimu sana uifungue usome. Na vitu vya muhimu sana nimeelezea kabla ya kufanya kwanza kujifunza njia zingine za kupea. Mfano hapo unaweza kujiuliza, mbona simu ya Tecno haipo, Itel haipo? Unaona, kuna Alcatel haipo, kuna baadhi ya simu hazipo. Lakini kulingana na hiki kitabu, hivi vitu vyote unaweza ukavifanya kupitia, kuna baadhi ya kuna njia ambazo zinaingiliana. Mfano simu ya Alcatel sawa, yenye chipset ya MediaTek, unaweza kutumia hii hapa MediaTek nimeeleza hapa. Kuna simu ya Android sawa kama unavyoona, alafu kuna simu ya button. Sasa ukishasoma kwenye muhimu, utajua kwamba kitu muhimu kabla ya kufanya vyote lazima ujue simu yako inatumia chipset gani. Inaweza kuwa ni MediaTek, Qualcomm au Crusend, M-Star au SPD. Mfano na simu yangu hii hapa, unavyoona hii ni Tecno. Sasa hii shida unavyoona Tecno, unaona hapa ukienda kwenye privacy lock huku, labda nataka niweke niweke password au mfano kwenye contact, nataka kuweka mtu anataka kufungua labda kutana password, au kwenye message kutana na password. Sasa napokuja kwenye security huku hapa, kwenye security hapa napoingia
kwenye privacy lock hapa kuna zile default password ambazo ni 1 2 3 4. Sasa hizo mara nyingi sio ambazo zinatumia ndio default password. Sasa kuna mtu anaweza akabadilisha. Sasa nategemea, kwa mfano hii simu labda umenunua kwa mtu au umepewa na ndugu yako. Sasa nataka ubadilishe password. Kwa hiyo nikibonyeza default password ambayo najua ni 1 2 3 4. Kuna niandikia wrong password. Naona. Sasa huku sasa namna gani ambayo naweza nikabadilisha? No. Sasa mimi ndo nimepata kitabu na sijui hii simu inatumia chips gani, sijui ndo nimepata mara kwanza. Lakini cha muhimu lazima useme utangulizi zile PDF unaweza kueleza. Ukishasoma zile utajua vitu vingi ambavyo vinahusiana na kulipea simu. Sasa hapa pia nikuonyeshe namna mnavyoweza kutumia kitabu. Cha kwanza hapo nimeshasoma kwenye utangulizi kwamba cha kwanza lazima ujue chipset. Cha pili usio driver. Ukishajua driver kwamba hii simu sio, umeshajua chips gani na driver gani ambazo naweza nika-store, kwa sababu driver ni muhimu zaidi. Sasa ku-store driver nategemeana. Kwa mfano unaweza kuwa na window yenye 64 bit, lazima udisable driver security enforcement. Ni kitu muhimu sana kwa sababu zile zinazuia baadhi ya driver kufanyaje, usiweze ku-store kwenye kompyuta yako. Alafu ukiwa na 32 bit yenyewe sio lazima disable signature enforcement kwa sababu unaweza yenyewe haizuii. Sasa ukishajua kwamba ni chipset gani, kwa utajua kwamba kishajua kwamba hii ni kitu fulani. Cha pili lazima ustore driver kulingana na chipset ya hiyo simu. Kuna baadhi ya simu utaweza unatoa driver zake kabisa. Kwa mfano labda Samsung unaweza kutumia driver za Samsung, unaona zipo. Lakini mara nyingi simu ambazo zinaingiliana na chipset, kwa mfano MediaTek, Qualcomm, kwa kuna driver ambazo za kijumla unaweza kustore kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo cha kwanza ujue chipset, cha pili driver, cha tatu ni boot key. Boot key ni button ya amri ambayo hufanya mawasiliano kati ya simu yako, kompyuta pamoja na tool ziweze kuwasiliana. Sasa hapa utajua kwamba ni chips gani. Sasa kuna njia nyingi unaweza ka Google. Kila njia rahisi hapa kama nilivyoeleza kwenye utangulizi, kutumia platform detector. Hapa ukija kwenye driver and tool, utafungua hapa naeleza platform detector hii hapa. Hii hapa kama unavyoona. Sasa hii unaifungua, unaifunguka. Sasa hapa nataka kujua kwamba hii simu yangu shida yake sijui password. Sawa, sijui password. Ila nataka nijue, baada ya kujua chipset gani ndio unaweza kutatua tatizo, kwa sababu huwezi kutatua tatizo la simu kama hujui chipset. Ni muhimu sana kama unajifunza kujifunza kule masuala ya ufundi simu software ni muhimu. Kwa hapa nitachomeka USB yangu kama unavyoona. Chomeka hapa. Hii ndio simu yetu. Kwa nachomeka. Kwa hapa itaniletea mass storage na comport. Sawa. Bila hapa kuna njia mbili. Mfano ukifika kifungua kwenye PDF yetu huko, ni utangulizi hapa nimeeleza. Sawa. Mambo ya kuzingatia. Ukishuka kwenye hapa namna
kujua chips. Unaona hapo imesema ukichomeka simu yako kwenye kompyuta kwa USB cable itakuletea ujumbe huu, mass storage and comport, ujue kwamba ni MediaTek. Sawa. Cha pili hapa, kwa simu yetu tunapochomeka hapa kwenye kompyuta, kama unavyoona ukichomeka inaleta mass storage and comport. Na hapa tumeambiwa kwamba ukileta mass storage and comport kwamba ni MediaTek. Je, tuhakikishe kama ni MediaTek? Unaona kwa hii ndo platform. Kwa tunachomeka kwa hapa, nitabonyeza mass storage. Kwa hapa nitabonyeza yoyote hiyo, comport, hiyo mass storage. Unaona tayari huku imetuletea nini? MediaTek. Imetuletea media vendor hapa MediaTek. Kwa tunajua kwamba MediaTek hii, hata ukiweka mass storage pia, kwa sababu tunatumika hivi na select hapa mass storage, imeleta MediaTek. Kwa hapa tayari tushajua kwamba simu yetu ni MediaTek na chips ya MediaTek. Kwa sasa hapa tatizo linakuja kwenye tatizo sasa, kwamba hii inaomba password na sijui kama password ni ipi. Sijui password ni ipi. Kwa hapa sasa nishajua kwamba hii ni MediaTek tayari. Kwa nakuja kwenye folder langu la MediaTek hapa MTK. Nakuja kwenye simu za button, feature phone kama unavyoona. Unaona hapa sasa hapa cha kwanza ndio kwambia, cha kwanza lazima ujue kama ni chipset gani. Tushajua kama ni MediaTek. Cha pili lazima install driver, hicho cha muhimu sana. Cha tatu lazima ujue boot key. Kwa boot key yetu hapa ni hapa, ukifungua PDF yetu kwamba boot key yetu ni contact button. Hii hapa inaweza kuwa ni call button, hii ya kupigia, hii hapa ya kupigia. Inaweza kuwa menu button, hii menu ya juu ya pump chat. Alafu kuna zingine zina auto boot key. Kwa mfano ukiwa na itel 2160 unapo connect kwenye tool yako, haina haja kubonyeza button yoyote. Naelezea hapa. Sasa hapa tushajua. Sasa nakuja sasa, nataka nijue password. Alafu kuna boot select kwenye box ni ndani hapa kwenye box. Sawa. Boot select hapa kwenye GSM RDMI unaweza kutumia auto, unaweza kutumia boot 1. Mnapo box unaweza kutumia hii ya PD. Kuna baadhi ya simu unaweza kutumia hii 4th boot auto connect, unaweza kutumia 7 au 5. Sasa hapo tushajua boot key na boot select ni muhimu sana, lazima uzijue. Kuja kutoa password hapa, tunakuja sasa kwa yetu kwamba hapa njia ya kwanza ni kutoa keypad lock, ambapo kama nilivyosema. Kwa hiyo nikija kwenye privacy lock hapa, naweka password yangu ambayo ni default password na katalia. Kwa hiyo nabonyeza password nyingine inanigomea. Sasa nafanyaje? Na hapa unasema kwamba
ujue kuna mtu tabisha, au itakubidi ubonyeze nyota reli 0 nyota reli au nyota. Kwa hiyo utabonyeza kama unavyoona. Kwa hiyo nitabonyeza. Kabla hapo, kwa hapo unaweza ukachagua njia. Hapo unaweza ukachagua njia ya kwanza ni hii hapa. Hii ni kwa simu nguzo inawaka sawa, lakini ukija kubadilisha ukiingia kwenye privacy lock kule kubadilisha password ambayo unataka wewe inagoma, lakini kuwaka inawaka vizuri. Kunafanya mawasiliano. Ila sasa ukitaka kubadilisha labda password, labda kwa unataka kufunga labda unapofungua contact, labda iwe inakuomba message inakuomba password, au unafungua contact kule phone book ukifungua inakuomba password, au kwenye masuala ya audio labda media player unataka ili mtu asiweze kufanya kuchezea simu yako. Njia ya kwanza ni hapa. Njia ya pili hapa, flash simu yako, nimeshaeleza pale. Njia ya tatu hii hapa ni kuformat kwenye mila box. Alafu kuna njia nyingine kwa kutumia Aladdin box format. Pia unaweza ka format au unaweza kutumia read password. Kama utasoma password kwenye simu yako. Kwa hapa njia ya kwanza hapo, kuja kwenye simu yetu hapa, nabonyeza nyota hapa reli 0 nyota reli. Kwa imeandikia do you want to clean all the test data, nabonyeza yes. Kwa hapo moja kwa moja itaanza format simu yako bila kuomba password ya yule mtu ambao aliiweka mwanzoni. Kwa ita format yaache tajiwasha yenyewe. Kwa tayari. Kama unavyoona tayari. Naona kwa hapa nikija default yetu password ni oga ni 1 2 3 4. Kwa hiyo nikija hapo kwenye security hapa privacy lock naweza 1 2 3 4. Naona tayari shafunguka. Kwa hapa naweza nikabadilisha au nikabadilisha au nikaweka ile unayojua. Njia nyingine kueleza ni kuna kuformat alafu na kuread password. Kushajua hapa, tushajua kwamba ni tool gani sasa ambayo nataka kutumia. Hapa kwa simu za button kwa tunatumia Miracle Box au GSM Aladdin box. Kwa hiyo kuja kwenye drive hapa kitu cha muhimu hapa, kuna baadhi ya tool hizi uweze kuzirun, lazima turn off antivirus. Antivirus kwenye kompyuta yako lazima uifunge. Iweze
fulani. Nikija hapa kwenye box ambayo ni GSM Radini, hapa ta extract. Hapa kikubwa ni kuinstall driver. Nimeshaelezea namna kuinstall driver. Usipoinstall driver, kwa hili zoezi hataweza kufanyika. Kwa hapa unaweza karani as administrator au karani kawaida, ila rani as administrator. Hapa kwenye MediaTek simu feature phone hapa kuna install driver, nimeelezea hapo. Kwa utajifunza namna install driver zote nimezielezea kama unavyoona. Kwa kila kitu kipo kwenye kitabu kama unavyoona, tu zote zipo. Driver ni muhimu sana, bila hivyo utaweza kufanya kazi. Tu yetu ishafunguka. Hapa unabonyeza connect. Una button yetu. Ushajua kwamba hii ni MediaTek. Kwa unabonyeza MediaTek hapa, unakuja kwenye create password. Hapa unaweza kuweka auto detect. Kuna boot hapa au boot ya pili. Ila hii auto detecting ni nzuri. Kwa unaweza kutumia ya kwanza au ya pili kwa simu za button. Sasa hapa njia hapa sasa tunaongelea simu ambazo ukiwasha moja kwa moja na kuomba password. Yaani unapowasha tu simu moja kwa moja na kuomba password. Yaani haihitaji kitu chochote zaidi ya kuomba password iweze kuwaka. Na ukuta haujui password. Unaona? Kwa hapa njia ya kwanza hapa kuna format, alafu kuna kuridi password. Sasa utazima simu yako. Simu yako kiwasha tu na kuomba password. Kwa utazima simu. Ushazima simu yako, unatumia betri, toa line. Sawa. Naona. Kwa hiyo hapa utachagua ni njia gani ambazo utataka kutumia. Mimi nitatumia hii hapa read password. Ukiona read password imeshindikana, utatumia format. Hii hapa. Sasa ukishazima simu yako. Kumbuka hapa kuna boot key. Sawa. Mara nyingi kwa simu za MediaTek hizi za button waga boot key yake ni hii hapa, sehemu ya button hii ya majina, hii hapa ya majina kama unavyoona hii hapa. Kwa hiyo utabonyeza start. Kisha bonyeza start. Kwa hiyo utachomeka USB yako kwenye kompyuta. Huku unabonyeza kwenye simu yako, unabonyeza boot key ambayo ni hapa simu ya kupigia. Hii sina hii button ya majina, phone book au contact. Kisha unaibonyeza, unachomeka USB yako. Unaona? Kwa uta detect. Kisha detect tu itaanza kusoma, itaingia kwenye meta mode. Kwa hiyo unaiacha.
kwa tu itaanza kusoma yenyewe. Hapa imeleta unlock code ni 1 2 3 4. Kwa hiyo sasa hapa ukishamaliza simu yako itakuwa imeingia kwenye meta mode kama unavyoona. Kwa unatoa betri. Ukishatoa betri unaiwasha. Ukishaiwasha unaweka hizo password ambazo zimesema kwenye boxi kama unavyoona, kuna 1 2 3 4. Ndio nyingine kishirikana hii kwa mfano mara nyingi na hii uhakika. Kwa njia nyingine unaweza kutumia ya kuformat. Una format. Kwa itaformat simu yako, kila kitu itarudi kama upya na haitakuomba tena unapowaka, haitakuomba tena password. Kwa hiyo default password huku unapoingia kwenye privacy yako au sasa huku, kwa default password itakuwa ni 1 2 3 4 kama unavyoona. Hapa kwa inakuwa 1 2 3 4. Kwa hiyo ndio inakuwa default password. Kwa ni vitu vingi nimeweza. Kwa hapa sijaona umuhimu wa kuandika huko kuelezea Tecno, akati ukija kwenye MediaTek huku ni njia zile ambazo utazitumia. Kwa hiyo utakapopata kitabu hiki utaweza kujifunza mengi, ila cha muhimu sema kwanza utangulizi nimeelezea. Kuna simu kama Infinix. Sawa. Hizi nilizoziweka, kuna simu ambazo zina baadhi na special tools, lakini kuna baadhi ya njia zinaingiliana kwenye MediaTek Qualcomm. Mfano mtu anaweza kusema mbona na simu ya Nokia zipo nyingi kama unavyoona, zote nimeelezea. Kuna Nokia Symbian, kwa mfano ukiangalia Nokia Berry 500 unasijua. Sasa kuna Microsoft Windows Phone, hapa unakuta kuna Nokia Lumia, ndo utazikuta hapo. Zote nimeelezea humu. Unaona? Zote nimeelezea fashion. Kuna Nokia XL na X Plus, kuna Nokia 12, kuna feature phone. Hizi feature phone ni hizi simu, ni zile Nokia 105 kama ushawahi kuziona. Kwa hiyo tutatumia njia hii. Driver zake nimeweka, namna ya kutoa network lock. Kwa kutumia kitabu hiki utaweza repair simu za smartphone. Kuna smartphone, feature phone hizi za button na tablet. Utaweza kuflash, kutoa lock, utaweza kuflash, kulipia email, kuna Google account verification, kuna password pattern, sasa kuna backup firmware, vitu muhimu sana. Maelezo mengine ambayo yanahusiana na ufundi simu upande wa software. Kuna unlock bootloader. Bootloader ni nini? Lakini ukishapata kitabu utaweza kujifunza namna kwa umuhimu wa unlock bootloader. Kwa mfano, labda unataka kuroot simu. Huwezi kuroot simu bila kuunlock bootloader. Kuna baadhi ya simu huwezi ku flash bila kuunlock bootloader kwanza. Bootloader. Kuna hii ku update version. Labda unataka labda simu yako labda ina Android version labda 4
441. Sasa hivi tupo kwenye 16-17. Tunataka uipeleke kule. Unaona? Kwa kutumia kitabu unaweza kufanya vitu vingi. Unaweza ukafanya hivyo. Kuna vitu vingi. Kuna routing utajifunza, backup firmware, kuna simu za feature phone, home za button, kuna BlackBerry. Hapa kuna BlackBerry Android, kuna BlackBerry OS zile za button BB kama unasijua. Kuna ZTE, kuna simu za iPhone pia nimeelezea huko. Kwa hiyo kwa msaada zaidi utatembelea kwenye blog yangu ya Foursquare, au unaweza kuwasiliana na mimi kupitia hii hapa namba ya simu, unaweza kupata kitabu hiki. Asante.